Katika ndoa ya 13 tutakuwa na kaka Pascal Dino Daudi na dada Savera Musa Sakaila. Bila shaka siku ya leo itakuwa ni siku ya kukumbukwa kwa miaka mingi ijayo. Naitwa Wenjons Kapaliso. Wenjons Kapaliso, ulikuwa na matatizo gani? Mimi nilikuwa na ukimwi. Nilianza kuona homa zinakuwa homa ziishi na kukohoa kuishi. Sasa nikaona afadhali niende nikapime hospitalini. Ulikuwa ni mwaka gani? Ulikuwa ni mwaka 1995 mwezi wa 8. Kaenda kufanya vipimo katika hospitali gani? Nilikwenda Muhimbili. Walipopima ikawaje? Walivyopima wakaona ni positive, yani nina ugonjwa wa ukimwi. Umeathirika. Aha. Positive. Baada ya kuona hali yangu inazidi kuwa mbaya siku hadi siku, na ilifikia mahali ambapo naanza kuharisha mfululizo, mapele kila mahali. Sasa wakati hali imekuwa mbaya sana, hali ilikuwa mbaya sana mwaka gani? Hasa mwaka 2002. Baada ya maombezi nikaona kuna nguvu imeingia katika mwili wangu, nikaona nimepokea muujiza. Je, ulikwenda kwa madaktari kuthibitisha uponyaji wako? Ndiyo. Vyeti vyenyewe mbona vingi namna hii? Ina maana ukuenda katika hospitali moja au ilikuwaje? Nilikwenda kwenye hospitali moja, lakini nikaona nataka kuthibitisha zaidi, kwa hiyo nikaenda kwenye hospitali zaidi ya moja. Hospitali ya kwanza ikawa ni Muhimbili tena. Wakapima Muhimbili kwa kutumia ELISA test. Ikawa negative. Baada ya hapo wakaniambia kwamba kuna kipimo kingine kikubwa ambacho kinapima damu kwa masaa 24. Kipimo kinaitwa Capillus. Capillus test hiyo tena negative. Mikocheni sasa. Tena. The Mission Mikocheni hospitali hapo non-reactive. Tena hakuna virusi. Haya. Baada ya Mikocheni ukaridhika kwamba sasa iwe mwisho? Hapana, sikuridhika. Nikasema ngoja niende tena kwenye hospitali nyingine kubwa kupima tena. Safari ukaenda wapi? Nikaenda Aga Khan. Yesu tunayemhubiri hapa sio wa kubahatisha. Akifanya muujiza anafanya muujiza. Aha. Ukaenda Aga Khan sasa safari hii. Nao wakapima. Ndiyo. Kaanguka hapa. Niko tayari kwa lolote. Wakapima. Haya, ikawaje? Anaweza mambo yote tena. Negative, non-reactive. Sasa nafikiri ukawa umeridhika sasa. Ikawa bado tena? Nikawa sijaridhika kwa sababu nisikia kuna kipimo kingine kinaitwa CD4. CD4 profile. Hapa sasa wanachambua chembe kisayansi na kwa hesabu yake ya chembe kuona kweli mambo safi. Ukarudi tena safari hii tena Muhimbili. Come on. Wakachambua chembe hizo. CD4 count, lymphocytes, CD3, CD4, CD8. Come on. Haya. Kelele kwa Yesu, makofi, vigelegele. Jina lako naitwa nani? Naitwa Kennedy Mgwezi. Kennedy Mgwezi, ulikuwa na matatizo gani? Nilikuwa na tatizo la kuugua ukimwi. Kabla sijaenda kuthibitisha kwa vipimo, nilikuwa na matatizo chungu nzima tu ambayo yalikuwa yanasababisha maradhi katika mwili wangu. Na nilikuwa na matatizo ya kuumwa majipu, homa zisizoisha na matatizo mengi tu katika mwili. Kwa hiyo baadaye nikaamua kwenda kuthibitisha vipimo, kwa hiyo ikaonekana kwamba nina matatizo na damu yangu imeathirika. Huo ulikuwa ni mwaka gani, Kennedy? Ulikuwa mwaka 95 mwezi wa 8. Nilithibitisha katika hospitali ya Muhimbili na nina cheti kinachoonyesha positive. Ukimwi ni mbele zake, anaponya magonjwa yote. Amen. Baada ya hapo ndio nikaja kwenye maombezi
na kipindi hicho pia, kwa sababu nilikuwa nimeteseka sana, nilikuwa nawaza kwamba nitaoa namna gani, kwa sababu ningetakiwa kuweza kuoa kwa umri huu. Ndipo baadaye kabisa nikawa nimekuja kwenye maombezi na nikasema sinta. Kwa hiyo hukupenda kuoa ukiwa na virusi, si ndio? Sikupenda kuoa nikiwa na virusi, ili usije kama athiri mwenzio na kuzidi kujiathiri mwenyewe, si ndio? Aha. Kwa hiyo ukaamua uje kwenye maombezi kwanza. Nikaamua nije kwenye ibada za maombezi kwanza kabla. Na baada ya maombezi ikawaje? Baada ya maombezi nilikuja kwenye maombezi na hatimaye nikapata neno la imani, na baada ya maombezi nikaona afya yangu inarudi tofauti na jinsi ilivyokuwa mwanzo. Ndipo baadaye nikaamua kwenda kuthibitisha na nikapata vipimo ambavyo vimethibitisha kwamba sina ukimwi tena. Anaweza mambo yote, anaweza mambo yote. Sasa baada ya hapo ikawaje ukaamua kuoa? Baada ya kupata muujiza huo nikatimiza ahadi yangu ya kuoa. Kwa hiyo baada tu ya ile 97 mwezi wa 7 nilikuwa nimeoa, na 97 mwezi wa 6 ukawa umeoa. Mke wako unaye hapa? Yuko wapi? Mke wako anaitwa nani? Anaitwa Juliet Kenneth. Anaitwa nani? Juliet Kenneth. Juliet ndio wewe? Haya. Na hawa ni akina nani hawa wanaopita chini huko? Hebu, hawa akina nani hawa? Hawa ni watoto wangu. Hawa ni watoto wako? Huyu ni wangapi? Ni wa kwanza. Wa kwanza. Alizaliwa mwaka gani? 98. 98. Anaitwa nani? Anaitwa Tumaini. Tumaini. Na huyu? Anaitwa Baraka. Baraka alizaliwa mwaka gani? Amezaliwa 2001. 2001. Afya yao vipi? Hakuna maneno? Hakuna maneno kabisa. Haya, piga